Je, umewahi kugundua kwamba miguu yako inaanza kuwa kama upinde au kuna pengo kati ya magoti yako unapokuwa umesimama au kutembea? Watu wengi hudhani hii ni kawaida tu kwa sababu ya kuzeeka, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi ni dalili ya ugonjwa wa arthritis ya goti unaozidi kuendelea. Habari, mimi ni Dkt. Himanshu Tyagi, mkuu wa idara ya mifupa katika hospitali ya Fortis, Delhi NCR, na leo tutajadili hali hii ambayo kitaalamu inajulikana kama genu varum. Katika hali hii, magoti yanakwenda nje na hayawezi kubusana, wakati vifundo vya miguu vinabaki pamoja. Inaonekana kama herufi O ya Kiingereza, herufi O katika lugha ya Kiingereza. Sasa hebu tuzungumze kwa nini hili hutokea. Maelezo rahisi kuhusu hili ni kwamba kiungo chetu cha goti kina sehemu mbili. Moja ni sehemu ya ndani ambayo inajulikana kama medial compartment, na nyingine ni sehemu ya nje ambayo inajulikana kama lateral compartment. Wagonjwa wengi wenye ugonjwa wa baridi yabisi kwenye magoti, sehemu ya ndani ndiyo inayochakaa kwanza. Hii inamaanisha kwamba gegedu inakuwa nyembamba na hatimaye inachakaa kabisa. Pia mto wa ndani wa goti unaojulikana kama meniskasi unapungua unene hadi unaporomoka kabisa, na mifupa ya kiungo cha goti inaanza kukwaruzana yenyewe kwa yenyewe. Sasa kinyume chake, upande wa nje wa goti unaojulikana kama sehemu ya pembeni unabaki kuwa mzima kiasi. Kutokuwepo kwa usawa kati ya sehemu ya ndani na ya pembeni kunasababisha miguu kuonekana kama herufi O ya Kiingereza kati ya miguu yetu. Hii inamaanisha magoti yanaanza kwenda nje na vifundo vya miguu vinaanza kukaribiana. Hii ni mzunguko mbaya unaojirudia. Uzito wa mwili unapoongezeka, nguvu ya msukumo pia inaelekezwa zaidi upande wa ndani wa goti. Hiyo ndiyo sehemu ya ndani ya goti. Uzito zaidi unasababisha uharibifu zaidi wa gegedu, na uharibifu huu wa gegedu unasababisha kupinda zaidi kwa miguu. Upinda zaidi husababisha ugonjwa wa baridi yabisi zaidi, na baridi yabisi zaidi husababisha kupinda zaidi, hivyo inakuwa mzunguko mbaya unaojirudia. Sasa kadri muda unavyosonga na hali hii ikiendelea kuongezeka, maumivu wakati wa kutembea yanaendelea kuongezeka. Mgonjwa anaweza kupata ugumu wa kupanda ngazi au kupata shida kusimama kutoka kwenye kiti. Wakati mwingine kuna ukakasi kwenye goti wakati wa kutembea. Wakati mwingine kuna kuvimba zaidi. Umbali wa kutembea unapungua kadri muda unavyosonga. Kama zamani uliweza kutembea kwa dakika 30, sasa utaweza kutembea kwa dakika 15 tu. Polepole itashuka hadi dakika 5. Na pia utahisi miguu imepinda au kama herufi O ya Kiingereza. Polepole utatembea kwa kuchechemea na shughuli za kila siku zitakuwa ngumu. Hili hutokea kwa watu wote kadri umri unavyoongezeka, lakini ni la kawaida zaidi kwa watu wenye uzito mkubwa au wanene. Pia ni la kawaida zaidi kwa watu wenye historia ya ugonjwa wa osteoarthritis, au wakati mwingine hata waliowahi kuvunjika goti hapo awali wanaweza kupata hali hii. Njia moja ni kuhakikisha nguvu ya goti lako iko vizuri. Hii inamaanisha kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuongeza nguvu ya magoti yako. Hii itapunguza maumivu kwa kiasi fulani. Pia kama utaweza kupunguza uzito wa mwili wako, hiyo itapunguza msongo kwenye magoti. Hata hivyo, sehemu ya mabadiliko ya umbo haiwezi kurekebishwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kama unataka kuzuia hali hii, hakikisha unadumisha uzito mzuri na unaofaa tangu ukiwa na umri wa miaka 30 mapema. Endelea kuwa na shughuli za mwili, fanya mazoezi, imarisha misuli ya paja na ya nyuma ya paja. Kama maumivu yataanza, nenda kwa daktari, angalia nini unaweza kufanya. Wakati mwingine inakuwa tatizo, hasa pale ambapo mabadiliko ya umbo yameongezeka sana, au kuna maumivu ya kudumu wakati wa kutembea, au yanazuia shughuli zako za kila siku. Basi bila shaka unatakiwa kumuona daktari bingwa wa mifupa ambaye atakupigia tirai ili kuelewa ni kwa kiasi gani umbo limebadilika na kiwango cha ugonjwa wa arthritis. Kwa kawaida, arthritis inaweza kugawanywa kwa urahisi kuwa kiwango kidogo, cha kati au kikubwa. Hivyo, kulingana na kiwango cha arthritis yako na mabadiliko ya umbo, daktari anaweza kukushauri kubadilisha mtindo wa maisha, kama vile kupunguza uzito, kufanya mazoezi ya viungo, au kutumia dawa chache zinazosaidia kurejesha gegedu ya goti. Hata hivyo, katika hali ambapo kuna osteoarthritis iliyoendelea sana, ambayo tunaiita arthritis kali au arthritis ya kiwango cha 4, basi upasuaji wa kubadilisha goti unaweza kuhitajika ili kurejesha mpangilio wa mwili wako pamoja na ubora wa maisha. Hivyo, miguu yenye umbo la upinde kutokana na arthritis ya goti katika hatua ya juu sio tu tatizo la muonekano.
Kwa kawaida, hii ni dalili kwamba upande wa ndani wa goti lako umeharibika sana. Matibabu ya mapema na kupunguza uzito vinaweza kusaidia. Hata hivyo, katika hatua za juu, upasuaji wa kubadilisha goti unaweza kurejesha mpangilio pamoja na ubora wa maisha yako. Kila la heri.